أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wapendwa wana mizani popote mlipo. Leo ni siku ya Jumapili tarehe 13 Aprili 2025, sawasawa na Shawwal 14 1446. Taarifa tulizokusanya hii leo: kwanza, huko Israel si mahala salama kwa sababu fujo zinaendelea kila siku, huku waandamanaji wakijipanga kila siku ya Jumamosi kudai vita baina ya Israel na Hamas visitishwe na kipaumbele iwe ni kuwapata ndugu zao ambao bado wanasalia kuwa mateka katika mikono ya Hamas katika ukanda wa Gaza, jambo ambalo Netanyahu halitilii uzito wote. Na taarifa ya pili ni ile ya waandamanaji wa kisiasa na kuzitaka nchi za Kiislamu na za Kiarabu kuachana na unafiki wanaouonesha katika swala la Falastini, huku ndugu zao wakimalizika kwa kuteketea. Ni kitu gani ambacho kinazuia mataifa ya Kiarabu na ya Kiislamu kuingilia kati mzozo huu kwa nia ya kuwanusuru wa Falastini? Wanasubiri nini kitokee zaidi ya kuwa wanauliwa watoto wachanga kwa maelfu, aliyekuwa wao wamekuwa kazi yao ni kupiga makelele tu, huku wakionyesha dalili za unafiki uliokamilika. Kadhalika Wafalastini wanaendelea kuandamana kumtaka Mahmoud Abbas, ambaye ni kiongozi wa serikali bandia ya Falastini iliyo chini ya mamlaka ya Israel, wakimtaka aondoke madarakani kwa sababu hakuna jambo lolote analolifanya kwa ajili ya kuendea kadhia ya Falastini na kutatua mgogoro wa mauaji yanayoendelea, zaidi ya kuwa anahudhuria katika vikao na kusema yasiyofahamika kuhusiana na usalama na amani ya Wafalastini. Lakini taarifa iliyopatikana hii leo mapema saa 12:55 kwa saa za Afrika Mashariki ni ile tamko lililotolewa na Hamas kulaani shambulio la Israel katika hospitali ya Kibaptisti kule Gaza, kuwa hilo ni shambulio la kivita ambalo ni uhalifu wa kivita kwa kuungwa mkono na serikali ya Marekani. Hizi ndio taarifa muhimu tulionazo katika sehemu hii ya mwanzo. Harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Falastini Hamas imesema kuwa kulipuliwa kwa hospitali ya Kibaptisti katika mji wa Gaza, kuharibiwa jengo la mapokezi ya huduma za dharura na kutimuliwa wagonjwa na majeruhi ni uhalifu mpya wa kivita uliofanywa na jeshi la Israel kwa baraka za Marekani, ikiwa ni sehemu ya uhalifu wa kikatili unaoendelea kufanywa katika ukanda wa Gaza na majeshi katili ya Kizayuni. Harakati ya Hamas imeongeza katika taarifa yake kwamba uhalifu huo unathibitisha kwamba utawala vamizi wa Israel unafanya kazi kwa baraka na kwa kushirikiana na Marekani katika mauaji hayo, katika kivuli cha kusitishwa kikamilifu taasisi zote za kimataifa kufuatia uhalifu kama huo. Harakati hiyo imeibebesha Marekani dhima kamili ya uhalifu huo katika hospitali ya Baptist na kuongeza kwamba jinai hiyo isingefanyika bila taa ya kijani ya serikali ya Washington. Hamas imetoa wito kwa jamii ya kimataifa, Umoja wa Mataifa na nchi za Kiarabu na za Kiislamu kuchukua hatua za haraka kukomesha ukiukwaji huo wa wazi wa sheria za kimataifa. Ripoti zinasema kwamba huduma katika hospitali ya Baptisti katika jiji la Gaza zilisimama kikamilifu baada ya mashambulizi ya Israel mapema siku ya Jumapili leo, huku wagonjwa na majeruhi waliokuwa wamelazwa hospitalini hapo wakilazimika kulala mitaani. Televisheni ya Al Jazeera ya Qatar imeripoti kuwa jeshi la Israel limeshambulia hospitali hiyo kwa makombora mawili mapema leo asubuhi, yani leo Jumapili Aprili 13, sambamba na mashambulizi ya anga yanayoendelea kufanywa na utawala huo katika maeneo mbalimbali katika ukanda wa Gaza. Wakati hayo yakifanyika katika ukanda wa Gaza, kwa siku na kwa wiki kadhaa zilizopita, yamekuwepo maandamano endelevu katika maeneo ya ukingo wa magharibi ya Jerusalem Mashariki, yani katika mji wa Al-Quds,
ili kuonyesha mshikamano kwa Wafalastini wenzao waliotelekezwa katika mikono ya Wazayuni katika ukanda wa Gaza. Maandamano hayo ya amani yameendelea katika miji mbalimbali katika maeneo hayo, huku ukitolewa wito kwa mataifa ya Kiarabu na ya Kiislamu kuungana kwa dhati na Wafalastini katika kupinga udhalimu unaofanywa na majeshi ya Israeli katika ukanda wa Gaza. Katika maandamano hayo yanayoendelea katika mji wa Hebron, Deir el-Balah, Yerusalemu Mashariki, mabango na matamko mbalimbali yametolewa kulaani udhalimu unaofanywa na Israeli katika ukanda wa Gaza, yakiwemo mauaji ya holela yanayofanywa kila siku na majeshi yake katika maeneo hayo. Waandamanaji pia wameonyesha hasira zao kwa mamlaka ya nchi hiyo PA, kwa maana ya Palestine Authority, ya kutaka kiongozi wa serikali hiyo bandia inayoongozwa chini ya mamlaka ya Mayahudi yani Israel, kiongozi wake Rais Mahmoud Abbas aondoke madarakani haraka iwezekanavyo, kwa vile hana maana yoyote kwa wananchi wa Palestine na amekuwa akitumikia zaidi maslahi ya Israel na washirika wake kuliko watu wa Palestine. Akiongea hadharani katika maandamano hayo, afisa wa jeshi la mamlaka hiyo Luteni Kanali Mustafa Ibrahim Khadir Saleh aliapa mbele ya waandamanaji wengine kwamba kuanzia pale alipoacha rasmi kuitumikia mamlaka hiyo na kuwataka askari wengine wote wa mamlaka hiyo kuacha kazi na kuelekeza nguvu zao katika kulinda maslahi ya taifa la Palestine, dini yao ya Kiislamu na damu za ndugu zao zinazomwagwa ovyo katika ukanda wa Gaza. Wamesema tangu kuanza kwa vitendo vya kikatili vya majeshi ya Israeli katika ukanda wa Gaza, mchango wa mamlaka ya Palestine yani Palestine Authority katika kuzuia udhalimu huo hata kidiplomasia tu umekuwa ni mdogo mno au haupo kabisa, huku viongozi wake wakitumia muda mrefu kuitangaza Hamas kama kundi korofi linalosababisha majanga katika ukanda wa Gaza, licha ya kuwa Hamas imejitolea kwa nguvu zake zote na kwa kujitoa mhanga wa maisha yao ili kupata Palestine iliyokuwa huru. Waandamanaji hao pia wamelaani maandamano yaliyofanyika hivi karibuni katika ukanda wa Gaza kuilaani Hamas kwa kile kilichosemwa kuwa ni uchokozi wa Israel kuwaletea wananchi wa Gaza majanga. Wamesema wanayo hakika kuwa maandamano hayo dhidi ya Hamas yalikuwa yameandaliwa na chama cha Fatah, na kwa sababu hiyo Mahmoud Abbas ni lazima aondoke kabisa katika mamlaka hiyo kwa sababu si kwa maslaha ya Wafalastini. Aprili 2, 2025, majeshi ya Israeli yalishambulia maeneo mbalimbali ya Gaza kama majibu kwa mashambulizi kadhaa ya rocket yaliyofanyika ndani ya Israeli kutokea ukanda wa Gaza. Hata hivyo, Hamas imekana kuhusika na mashambulio hayo na kundi la Islamic Jihad limejinasibu kuhusika na mashambulio hayo. Baadhi ya wasemaji katika maandamano hayo pia wamelaani mienendo ya kinafiki inayofanywa na baadhi ya mataifa ya Kiarabu na ya Kiislamu, ambayo pamoja na kuonyesha kuiunga mkono Palestina kwa maneno, lakini haichukui hatua yoyote dhidi ya Israeli, lakini zaidi ni washirika wakubwa wa nchi zinazoiunga mkono na kuiwezesha Israeli kutekeleza uhalifu wake. Wamesema kwamba wako watu wengi katika mataifa ya Kiarabu na yale ya Kiislamu ambao wanahitaji kwenda Palestina kusaidia ndugu zao kwa namna mbalimbali, lakini mamlaka zao zimekuwa vikwazo kwa sababu mbalimbali, ukiwemo uoga wa maslahi binafsi ya viongozi wao. Hakuna mtu anayejali kwa dhati udhalimu wa Israeli unaoendelea huko Gaza. Watu wa Gaza wameachwa peke yao katika mikono dhalimu ya majeshi ya Israeli. Hawana la kufanya isipokuwa kulazimika kukimbia ardhi yao au kusubiria mauti yao. Maandamano mengine ya kuunga mkono wa Palestina yameendelea katika nchi mbalimbali duniani, hasa katika vyuo vikuu na taasisi nyingine za kijamii. Nchini Iran, maelfu kwa maelfu ya waandamanaji wameandamana katika miji mbalimbali ya nchi hiyo kuitaka Israeli na washirika wake kuwapatia Palestina uhuru wao na haki yao. Kwingineko nchini Hispania, Norway na Ireland yamekuwepo maandamano makubwa ya wanafunzi kwa muda wa wiki nzima, na mwishowe imetolewa tamko la pamoja la kuitambua rasmi Palestina kama taifa huru kutoka kwa waziri mkuu wa Norway Simon Harris aliyewawakilisha marais wa Hispania na Ireland. Leo hii sisi Ireland, Norway na Hispania tunatangaza rasmi kulitambua taifa la Palestina kama nchi huru. Kuanzia leo kila mmoja wetu atachukua hatua zote za lazima kuhakikisha kwamba tunasaidia ustawi wa taifa hilo.
Tunaamini kwamba uhuru na haki ndio msingi wa sheria zote za kimataifa, na hivyo tunatoa tamko hili tukitambua kwamba amani na usalama wa kudumu wa Israel na Palestina pia na Mashariki ya Kati kwa ujumla wake haviwezi kupatikana kama haki ya uhuru wa Palestina havijatambuliwa. Katika chuo kikuu cha Harvard nchini Marekani, kongamano kubwa limefanywa na wanafunzi na wahadhiri wa chuo hicho na kuhitimishwa kwa tamko la kuwaunga mkono wa Palestina lililosema Free Palestine, No More Murder. Maandamano hayo ni kielezeo cha hali halisi inayowakabili wa Palestina hasa katika ukanda wa Gaza. Bado majeshi ya Israeli yanaendeleza mauaji ya kiholela kila siku katika maeneo mbalimbali ya Gaza na kwingineko, ambako kila alfajiri makombora ya Israeli yamekuwa yakirushwa katika makazi ya watu na kuangamiza watu wasiokuwa na hatia pamoja na mali zao. Hakuna anayekemea Israeli zaidi ya matamko mepesi ambayo kamwe hayawezi kuwa na athari zozote kwa mpango wa Israeli na washirika wake wa kulipora eneo la ukanda wa Gaza na kulibinafsisha ama kuliyahudisha. Mfano, mpaka hivi sasa, pamoja na majeshi ya Israeli kuthibitisha kushambulia kwa makusudi na kuua wahudumu wa afya 15 mwanzoni mwa mwezi Machi na kuwafukia chini pamoja na magari yao, hakuna maelezo yote ambayo nchi hiyo imetoa angalau kwa kuomba radhi tu, lakini pia hakuna mashinikizo yoyote ya kiulimwengu ambayo yanalenga kuilazimisha Israeli kuwajibika au kujutia kitendo chake. Kwa mujibu wa taarifa ya mamlaka ya Palestina, watu 1520 wameshauawa mpaka hivi sasa tangu Israeli ilipoachana na makubaliano ya kusitishaji mapigano ya Doha, Qatar hapo Machi 18, 2025 na kurudia kushambulia ovyo watu na miundombinu ya kiraia katika ukanda wa Gaza na maeneo mengine. Taarifa ya Wizara ya Afya ya mamlaka ya Palestina inaonyesha kwamba mpaka sasa jumla ya Palestina 50,877 wameuawa tangu kuanza kwa mashambulizi ya Israeli katika maeneo ya Palestina, ambapo mauaji hayo yalianzia Oktoba 7, 2023. Asilimia 70 ya mauaji hayo ni ya watoto na wanawake. Kwa mujibu wa mamlaka hiyo, takwimu hizo hazihusishi Wafalastini wengine 11,000 ambao vifo vyao havijathibitishwa, hivyo wanaongelewa kuwa hawajulikani walipo, hata kama upo uwezekano mkubwa wa kuwa tayari wamepoteza maisha. Kwa upande wake, taarifa ya shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF, watoto zaidi ya 360 wameuawa kutokana na mashambulizi ya majeshi ya Israeli tangu kuvunjika kwa mpango wa kusitisha mapigano ya Machi 18, 2025. Mbaya zaidi, wengi kati ya watoto hao wameuawa katika maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya usalama na huduma za kiutu. Sambamba na mashambulio hayo, Israeli pia imeendeleza unyama wake katika maeneo ya Gaza na kuzuia huduma zote za kibinadamu kutoka nje kuingia katika ukanda wa Gaza tangu Machi 2, 2025. Jumuiya za kimataifa zimeshutumu Israeli kwa kuendesha vita haramu ya maangamizi kwa kuzuia chakula pamoja na huduma za chanjo za afya, ambapo watoto wengi wanapoteza maisha kwa njaa, ukosefu wa maji, baridi kali pamoja na maradhi yanayotibika ama kuzuilika. Ikumbukwe kwamba mbinu zote za kivita zinazohusisha kuzuia adui kupata huduma za lazima za kiutu kama chakula, maji, makazi, dawa, matibabu, kutumia silaha za maangamizi ya halaiki kama zile za kibiolojia na kemikali dhidi ya kundi maalum la watu, pamoja na kuhamishia watu au kuua wanawake na watoto ambao wana wajibu wa kuendeleza kizazi husika, ni haramu ulimwenguni na hutambuliwa kama mauaji ya kimbari. Mauaji yanayolenga kufutilia mbali kabisa watu au kumbukumbu za kabila, rangi, asili, imani, kizazi, ustaarabu na historia fulani katika eneo fulani. Silaha hizo hazichagui nani askari na nani sio, na nani mtoto na nani sio, nani mwanamke na nani si mwanamke, na nani mgonjwa na nani ni mwenye afya. Ni kinyume cha sheria za kimataifa na pia ni haramu kwa misingi ya dini zote, ikiwemo dini ya Kiyahudi isipokuwa Uzayuni. Wakati huo huo, maandamano yameendelea pia katika miji mbalimbali ndani ya Israel kushinikiza serikali ya nchi hiyo kushughulikia kuachiwa huru kwa mateka wa Kiyahudi na Kiisraeli wanaoshikiliwa na Hamas,
hata kama ni kwa gharama za kumaliza vita inayoendelea. Waandamanaji wamesema Netanyahu hajali hisia za Waisraeli wala hana huruma na watu wanaoshikiliwa na Hamas. Ndio maana anaendelea kupambana dhidi ya Hamas, huku akijua kwamba hicho kitakuwa kikwazo cha kuachiwa huru kwa ndugu zao. Nao maafisa wastaafu zaidi ya 1000 wa intelijensia ya jeshi la anga la Israel, wakiwemo wale wa akiba, wamemwandikia barua waziri mkuu wa nchi hiyo Ndoli Benjamin Netanyahu wakitaka kusitishwa kwa operesheni za kijeshi za Israeli ndani ya Palestina na mchakato wa amani uanze mara moja. Katika majibu yake, Netanyahu amesema amesikitishwa sana na barua hiyo ambayo imesainiwa na hao maafisa wapatao 1000 wote kwa pamoja. Hayo ndiyo yanayoendelea katika ukanda wa Gaza, ambapo mbali ya kuwa waandamanaji katika nchi ya Israel wanaendelea kuandamana kila Jumamosi kumtaka Netanyahu aachane na vita na kuendelea na mapatano ya kusimamisha vita ili kubadilishana mateka na wafungwa wa Kifalastini, lakini Netanyahu ameng'ang'ania vita hivyo kwa ushawishi wa Trump na amekuwa akipokea maagizo ya kuendesha taifa hilo na vita kwa maslaha ya Trump, ambapo Trump binafsi anaitaka eneo la Gaza kwa ajili ya biashara zake binafsi. Hiyo ndio msiba unaoendelea, na ni kwa sababu hiyo Netanyahu amekuwa hayuko tayari kusimamisha vita kwa kuhofia kwamba endapo vita hivi vitamalizika itakuwa ndio mwisho wa yeye kubakia ama kusalia madarakani, kutokana na kuwa ni mtu mhalifu ambaye anatakiwa na mahakama ya uhalifu wa kivita, lakini vile vile anasubiriwa na mahakama za Israel kwa sababu ya makosa ya kijinai aliyokuwa akiyafanya, ikiwemo kupokea rushwa na matumizi mabaya ya fedha za serikali. Kwa kuwa hali hiyo bado inaendelea na hakuna tumaini wala kuonyesha dalili zinazoonyesha kuwa vita hivi vitakwisha lini, tusisahau kuendelea kuwaombea ndugu zetu wa Palestina na kuwaombea wote wale ambao wana majanga kote duniani katika vita, ili salama iweze kupatikana na wasuluhishi wapate nguvu na wawe na kauli ya kusikilizwa na wanaoendesha vita na wapenda damu za binadamu zao, ili waweze kufikia mapatano yatakayosababisha kusimamishwa vita. Usisahau wewe Muislamu kusoma suratul Fil kila siku katika ibada zako. Soma surati Tabbat Yada, surati Lahab katika ibada zako, iwe mchana ama usiku, katika vikao na katika kila jalsa la Waislamu, ili kuwaombea wale wanaoendesha vita na kuangamiza Wafalastini ambao hawana hatia yoyote, waweze kukoma na waweze kurejeshewa wa wenyewe maangamizi wanayoyafanya dhidi ya Wafalastini, ya warejelee wenyewe. Na juu ya hilo Mwenyezi Mungu ni mwenye uwezo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.